Ukiona mtu anaitwa baba, muache aitwe baba, mpe heshima yake kama baba. Hivyo unajua baba anateseka kiasi gani familia iishi? Mtu analipa kodi, analipa umeme, analipa bili ya maji, analipa watoto ada. Hapo hapo mke wake hajapendeza, watoto hawajapendeza. Hapo hapo bado hawajaumwa hospitali. Hapo hapo oya, ye mwenyewe bado hajavaa. Sometime unakutana na mke wa mtu unamsifia, huyu mke wa mtu amependeza, unamtamani, unamuomba namba, lakini mume wake unamuona alafu anajitoa yeye ili mke wake apendeze, avae vizuri. Ukiona mtu anaitwa baba, muache aitwe baba, muheshimu. Na wewe mke wa mtu ambaye uko na mume wako, ukiona mume wako paka anarudi nyumbani anakuambia mke wangu mimi naumwa, ujue anaumwa kweli. Oya, sisi huwa sometime tunaumwa homa, lakini tunapambana nazo hivyo hivyo kazini ili mradi nyinyi mle. Oya, mwache baba aitwe baba. Bwana, umeona mwamba alivyonyosha hapo? Mwamba amenyosha yote. Sawa, nani kama mama, hamna shida. Lakini Januari tunaelewana wa baba kina nani, si ndio? Nani kama mama, nani kama mama, sawa, tunakubali. Mimi mwenyewe nimezaliwa na mama, mama Kiani kazaliwa na mama. Lakini Januari tunaelewana baba nani. Ukiwa na mtu hajahusika na chochote kuhusu Januari hapa na watoto, ujue huyu sio baba. Lakini baba wa kweli lazima Januari anyooshe, yaani kila kitu kikae sawa, japo ataumia moyoni, sijui zimeenda nyingi si nini, lakini baba ananyoosha siku zote. Yani baba kanyoka, yani matatizo hakimbii matatizo, baba ndo anakimbilia yatatue. Baba akimbiage matatizo, hakuna baba ni kukimbia matatizo. Mwamba amenyoosha vizuri kabisa, si ndio? Tuishi na baba vizuri, kwa sababu baba anaelewa kitu gani anafanya ili familia ikae katika njia iliyonyooka.